3 tukijumlisha na zingine tunapata pointi 9 ambazo tuna muda mrefu sana kanda ya Ziwa tuweze kupata pointi 9. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo linatupa dalili na indicator ya kwenda kuchukua ubingwa wa NBC Tanzania Bara. Pengine tunaweza tukasema kwamba Simba ina changamoto ya kinidhamu hasa kwa wachezaji. Mechi 3, kadi nyekundu 3. Changamoto hasa ni exactly. Kuna shida ya nidhamu ndani ya klabu. Na hiki chombo ambacho kimeletwa, kifaa kimekuja muda mwafaka. Chombo kinatenda haki. Unavuna ulichopanda kwa kupitia kile chombo. Kile chombo hata kama wewe uliunawa dakika 5 zilizopita, kinakuja kusema kwamba wewe uliunawa. Kama mtu anastahili penalty anapata penalty, mtu anastahili kupewa kadi nyekundu anapewa kadi nyekundu. Kwa hiyo sisi Simba ndo tuna changamoto, sio kile kifaa. Kwa sababu kiunawa lazima kitasema. Umeelewa bwana? Mbaya zaidi ni kwamba sisi tumeweka rekodi ambayo sio nzuri kimpira. Mechi 3, kadi nyekundu 3. Maana yake tunampa kazi mwalimu kumtrain mtu mwingine kuja kuchukua nafasi ya Libase ya Mrigo. Mechi 3 kadi nyekundu 3 inafikirisha sana. Jambo sio zuri. Kwa hiyo inabidi benchi la ufundi la Simba lijitathmini kitu ambacho wanakifanya ndani ya Simba. Simba ni timu kubwa. Tunaweka nidhamu mbovu hasa wanaotuangalia. Mechi 3 na kadi nyekundu 3. Sio swala zuri na ileti picha nzuri katika mpira wetu. Pengine tunaweza kusema kwa misimu ya nyuma labda huenda Simba ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinanufaika na maamuzi ya waamuzi uwanjani. Kwa sababu baada ya kuja kwa VS tunaona kama hivi mwenendo sio mzuri. Na pengine huko mbele mnaweza mkazidiwa wachezaji muhimu kwa sababu atakosekana uwanjani. Kile kifaa sio kwetu tu. Kilikataa goli la Peter Shalule, likataa kile kifaa. Kile kifaa sisi tumefunga goli lingine pale mambani offside. Kile kifaa Mpanzo alisukumwa lakini ikasema sio penalty. Umeona? Kifaa hicho. Kwa hiyo kile kifaa kinatenda haki. Mimi nasema nawapongeza bodi ya ligi, nawapongeza TFF kutuletea kile kifaa. Mshindi anapatikana mshindi wa haki. Mimi ni muumini wa watu wa haki. Kama ni haki, haijalishi kama inatokea kwako, hata inatokea kwa mtu mwingine. Na kile kidude kitaumbua mambo mengi sana. Mshindi kamili ndio atapatikana kwa kutumia kile kidude. Kwa hiyo hichi kifaa kitatenda kazi nzuri sana kwenye ligi yetu. Mimi nimependa sana. Na ndio maana sasa hivi hakuna refarii analaumiwa. Hakuna. Sasa hivi hakuna refarii analaumiwa na nini? Mkilalamika watu wanaenda kuangalia. Kinatoa majibu kwamba mtu fulani kafanya makosa. Kwa hiyo kile kifaa kiendelee kuwepo, kitatusaidia sana kwenye ligi yetu. Na tutapata bingwa ambaye bora. Baadhi ya wana Simba wanaipinga FVS, wanaona kama vile inawanyonga sana Simba. Uelewa. Kuna shida ya uelewa. Kuna mashabiki aina 3. Kuna shabiki mtu wa mpira, kuna shabiki oyaoya, kuna shabiki mfiatimu. Shabiki mfiatimu lolote kwake likitokea kwake hata kama ni haki yeye anakataa. Hata kama mtu kaunawa anakuambia unajaunawa. Umeona bana? Kadi nyekundu anakuambia sio kadi nyekundu. Sasa huo sio mpira huo. Kwa hiyo sasa hawa ambao ni wafiatimu wao waelewaga hiyo tatizo. Mimi hapa naongea na shabiki wa mpira. Shabiki wa nini? Wa mpira ambaye anajua mpira. Mpira haujifichi. Mpira unacheza hadharani. Ukiunao utaonekana, ukijificha kidude kitakuumbua. Kwa hiyo kama sisi nidhamu ambayo tumeonyesha mbovu. Tumeonyesha nidhamu mbovu mechi 3 kadi nyekundu 3. Kuna jambo la kufikiria benchi la ufundi. Wafanye kazi ya ziada ili mambo haya yasijirudie tena. Mchungaji, mpaka sasa sofa wachezaji wa Simba wote wamefanya kazi kubwa, lakini mpaka sasa kwenye mechi ya 3 ni mchezaji yupi wa Simba ambaye amekukosha kwa kiwango chake na mchango wake ndani ya timu? Mimi naona karibu wote wamejituma, hata kina Dumbia wamejituma sana, lakini nafasi haikuwa rafiki kwake. Wanajituma wachezaji wote waliosajiliwa safari hii ndani ya Simba na wale zamani. Wakina Libase, wakina Diroku, umeona? Wakina Ture, wanajituma, wakina Chama, timu yote kwa ujumla. Mpaka kipa, wote wanajituma, wanajua ni kitu gani wameenda kukitafuta. Wachezaji wamejituma sana, na inawezekana ile pressure kujituma ndio maana na kadi nyekundu labda zinatokea. Ile pressure kutafuta matokeo. Lakini tumefanya jambo kubwa sana. Wana Simba tunastahili pongezi, tujipongeze si wenyewe kupata pointi 9 kanda ya Ziwa ni jambo kubwa sana. Na ukikumbuka mwaka jana tumekosa ubingwa, Pamba akituzuia kwa ajili ya sare. Ile sare ya Pamba ndio ilikosesha ubingwa sisi. Watu wanapiga hesabu Yanga Afrika, wanapiga hesabu sio Azamu, sio Pamba. Ile mechi ya Pamba ile ambayo tulicheza ile sare dakika za mwisho katika majumuisho ikatuonekana kwamba hili ndio tulikosesha sio ubingwa. Kwa hiyo safari hii tumeanza vizuri mpaka sasa tuna pointi 9 ambazo pointi 9 hizi ni indicator
ya mtu kwenda kuchukua ubingwa, maana mahesabu wanaanza asubuhi, mwishoni ni mahesabu. Ndio maana Yanga dakika za mwisho anakwambiaje, kila mtu ashinde zake, akiwa anategemea kwamba yeye lazima atachukua ubingwa. Tumemtazama Libasa Geye mechi ya 3 assist 4. Pengine hii ni ishara njema ya kufanya vizuri zaidi msimu huu akiwa ndani ya Simba. Kuzoea ligi. Msimu uliopita alikuwa kama mgeni, safari ligi kaizoea, Maema kaizoea ligi, huyu Oura kaizoea ligi. Wachezaji walikuja dirisha dogo wakaonyesha kitu kikubwa. Sasa huu ni muendelezo. Pale walipoishia ndio wanapoendeleza. Ndio hii inatupa picha gani? Kwamba Simba kitendo cha kubaki na wachezaji wale wale kutomeguka, hii inatupa ukomavu. Ligi ni ngumu, lakini msimu wa mwaka jana kwa sababu wachezaji wale wale, mwalimu yule ndio hao nao yaona kwamba Simba imekuwa strong. Ikiwa away inafanya vizuri. Leo tunatamani tuende Morogoro, tusende Dar es Salaam. Tunatamani tuende Dodoma, tusende Dar es Salaam. Tunatamani tuende Tanga, tusende Dar es Salaam. Maana yake nini? Away pametunogea, tunapata ushindi. Kwa hiyo tunatamani tuendelee kuwa na away. And then duru la pili ndio kuja Dar es Salaam. Mchungaji, kwenye eneo la namba 9 bado tunaona kuna namna mwalimu anamtumia sana Mpanzu kama force namba 9. Pengine haamini zaidi kwenye zile namba 9 zake ambazo anazo Dumbia pamoja na Ismail Mgunda. Mfumo ambao tulitumia mwaka jana, uliona hata mwalimu alikuwa anaingia kipindi cha pili. Mara nyingi sana mwalimu anaingia timu ishashinda. Umeelewa? Mfumo wa mwalimu hauhitaji tena namba 9. Mfumo wake ni mfumo ambao ukipenyeza Chama akipenyeza mpira au Libase yoyote anafunga. Ndio maana kwa Simba hakuna unaweza kusema kwamba yule kwa ni score wa magoli muda wote. Yoyote alikuwa huyu ana 8, huyu ana 9, huyu ana 7. Maana yake yoyote yule anaenda akafunga. Ni mfumo wa mwalimu. Kwa hiyo hata tukipata striker mkubwa vipi, kwa mfumo wa mwalimu asingecheza. Ni mfumo wake ambao unahitaji sana striker. Sema striker inabidi itajike kwa sababu mfumo wa mpira unahitaji namba 9. Lakini sio lazima mwalimu amtumie. Kama leo umeona muda mwingi anatumia viungo. Umeona game iliyopita viungo, mechi ile viungo na timu inashinda. Kwa hiyo ni mfumo wake mwalimu. Hata alipokuwa Stellenbosch alikuwa anatumia sana viungo kuliko mastreka. Kwa hiyo unakuta mfumo huu ndo anaenda nao. Na mfumo huu utauona vizuri akicheza klabu bingwa barani Afrika. Timu hii kwa sababu kule wanapishana. Ndio pale utakapomuona Libase, utakapomuona Oura, Chama pamoja na Mpanzu, ubora wao mechi za kimataifa klabu bingwa ambazo zinachezwa kwa nafasi. Ndio utagundua kwamba hii timu ni kubwa. Kwa sasa hivi uwezo kaona. Ila klabu bingwa kwa ubora wa mwalimu Simba atafanya vikubwa kubwa sana kwa wachezaji hao. Ni maombi aina gani ambao ulikuwa unafanya baada ya kupata kadi nyekundu? Unasema? Ni maombi gani ulikuwa unafanya baada ya kupata kadi nyekundu? Mimi nilikuwa najua. Sasa hivi ni system, kadi nyekundu Simba anashinda. Kadi nyekundu Simba anashinda. Kwa hiyo tafikia hatua sasa hivi Simba asiposhinda atakwambia mtoe mmoja ili Simba ashinde. Ni style ambayo Simba tumekuja nayo mpya.